moja ya Sheikh Nuruddin Kishki yatafanyika ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, na sisi wa Ashabul Kahfi ndio wenye mkoa wetu, tunamkaribisha naye, ambaye atakuja mashindano ya Sheikh Kaporo ambaye atafanyika ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo atafanyika ndani ya mkoa wetu kimashindano, sisi ndio wenye mkoa. Kwa hiyo kama ni wenye mkoa lazima tuzungumze kimkoa. Kwa hiyo leo tupo hapa katika kuhabarisha habari ambayo iliakhirishwa. Sasa kukatokea sintofahamu, maswali mawili matatu, kulikoni? Ashabul Kahfi tupo mbele yenu watazamaji duniani mnavyotutazama na katika nchi yetu pendwa ya Tanzania. Nianze na nukta ya kwanza. Nukta ya kwanza, taharuki isije kwamba mashindano hayapo. Mashindano yamesogezwa mbele. Lakini kwa nini taarifa ghafla? Tutalisemea hilo, ni kwa nini taarifa ghafla. Tuna habari gani baada ya hapo? Sasa mtatusikiliza. Ashabul Kahfi ni taasisi ambayo ni pendwa kwa jamii ya Kitanzania kwa sababu mambo yao huyafanya kwa uwazi. Mambo yao huyafanya kwa hekima, mambo yao huyafanya kwa busara, mambo yao huyafanya kwa kushauriana. Kwa mantiki hiyo sasa, kutokana na kufanya kwa busara, kwa hekima, kwa kushauriwa, kufata miongozo, kufata ile amani na utulivu, kulitokea mambo ambayo tulishauriwa na wadau wetu wa Qur'an, wakiwemo Rajai Foundation ambao ndio wadhamini wakuu haya mashindano, lakini kutokea kwa Mheshimiwa Samaha Mufti ambayo yeye ndio atakayekuwa mgeni rasmi katika mashindano yetu hayo, na tayari mwaliko anao na Aisha liridhia. Kwa hiyo hapa tupo live na tunalizungumza hili, kila mmoja analisikia. Kutokana na huo ushauri niliozungumza kutoka kwa Rajai Foundation ambao ndio main sponsor, lakini kutokana na namna ambayo mheshimiwa mwenye taasisi yake Suleiman Jafo Doktor alivyowasilisha kwa mheshimiwa, ikaonekana yasogezwe mbele kwa sababu ambazo wao waliziongea. Lakini pia wanajamii, wadau wa Qur'an ambao ni hadhira ambayo inakuja kutusikiliza pale Julius Nyerere, watu walikuwa na ushauri mwingi kutokana na location ya mashindano ya Qur'an. Kwa hiyo ushauri huo, na kwa sababu sisi tunawatumikia watumishi wa jamii, tupo kwa ajili ya jamii, tupo kwa ajili ya kukitumikia kitabu kitukufu cha Qur'an, tukaona hatuna budi kuyachukua hayo na kuyafanyia kazi. Ni muhimu sana kufata ushauri, kufata maelekezo, kupata nasaha. Kwa hiyo kwa nasaha ambazo tulizopewa na ushauri ambao tuliopewa na maelekezo ambayo tuliopewa, ili tulazimu sasa kwa namna moja au nyingine jambo hili tuliakhirishe, tulisogeze mbele. Kwa hiyo kwa namna ya kwanza tunasema tunatuliza nyoyo za wadau wetu wa Qur'an. Tunazitulizaje? Tunasema kwamba tunaomba radhi kwa usumbufu uliojitokeza katika kuyasogeza mbele mashindano ya Qur'ani tukufu ya mkoa wa Dar es Salaam. Haya yanatoka katika kina cha moyo wetu sisi kama taasisi ya Ashabul Kahfi. Tuko mbele yenu kuwaomba radhi katika hichi kilichojitokeza. Lakini tunamshukuru Mungu sana kwa sababu jambo hili ni la kheri, ni jambo la Qur'ani. Wote wadau waliopokea taarifa ya kusogezwa mbele mashindano ya Qur'ani walilipokea kwa moyo mkunjufu kabisa, kwa sababu simu tulizopigiwa zote zilikuwa zikitupa pole na kutuombea dua. Na tunasema kama Ashabul Kahfi, alhamdulillahi rabbil alamin. Na tunawashukuru nyote mliokuwa mkituombea dua, mliokuwa mkitupa pole, mliokuwa mnatupa moyo kwamba hili ni jambo la kadari. Ni kadari imefanyika na sisi tumefikiwa na kadari, basi tumeridhia na jamii imeridhia. Tuna uhakika kwa yale ambayo mmetuonyesha kwa kutupigia simu, tumeridhika kwamba na nyie mmepokea kwa huzuni, lakini mmekubaliana na hiyo kadari. Kwa hiyo nukta ya kwanza ni hiyo, kutuliza nyoyo zenu. Tumezituliza kwa kuwaomba radhi Watanzania wote, Waislamu wote, washiriki wote, wazazi wote, masponsa wetu wote ambao wanaonekana kwenye bana zetu hizo. Tuna masponsa wengi hapo na wao walilipokea vizuri, na wao tunaendelea kuwaomba radhi, na wao wamesema tupo pamoja na Mheshimiwa Samahatu Mufti Abubakar ibn Zubair wa Mbwana ambaye yeye ndio atakuwa mgeni rasmi. Nukta hiyo ilikuwa ni nukta ya kutuliza mioyo ya Watanzania na wapenzi wa Qur'ani tukufu kwa taasisi yao pendwa ya Ashabul Kahfi inayoandaa mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam.
Nukta ya pili ni sababu za kusogeza mbele haya mashindano. Nimezitaja awali hapo, kutokana na taasisi ya Ashabul Kahfi ilivyokuwa imejikita katika kuiheshimu Qur'ani na kuitukuza Qur'ani, iliona sio busara kwa changamoto ambazo tumezipata, kwa ushauri ambao tumeshauriwa, kwa maelekezo ambayo tumepewa, kuenda kuidogesha Qur'ani. Maana yake nini? Kuenda kufanya kwa haraka haraka, kuenda kufanya kwa kulipua. Hapana, tukaona Qur'ani ni msingi wa mambo yote. Kwa nini tusiheshimu, tusithamini, tusijali? Kwa hiyo tukaheshimu hicho kitu na kukubali yale mawazo kwa kuilinda Qur'an, kwa kuitetea Qur'an, kwa kuipa heshima Qur'an. Hizo ni miongoni mwa sababu ambazo zimeongeza uzito katika swala zima la kusogeza Qur'ani, haya mashindano ya Qur'ani mbele. Lakini nukta nyingine ya tatu ilikuwa ni ghafla. Watu wanajiuliza sana, hayo maswali yapo sana na tumekutana nayo sana. Kwa nini ghafla? Na wakati inajulikana kabisa sehemu gwao. Kwa nini ghafla? Na wakati mashindano haya yametangazwa huko nyuma, si mlikuwa mmeshajipanga na mnajua? Lakini tunajua kabisa kuna wakati mtu unaweza ukawa umeshajiandaa kutoka nyumbani na unajua ulishakuwa kamili gado kama vijana wanavyosema, lakini sio mgoa ametoka amefika mbele anaangalia mfukoni kwake haoni nini? Haoni simu. Ulikuwa umejiandaa, ulikuwa hujajiandaa? Ulikuwa umejiandaa, lakini imetokea jambo la kidharura, ulidhani tayari umemaliza, kumbe ulikuwa hujamaliza. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanajitokeza. Sasa yanapojitokeza, kama mfano umesahau simu, lazima urudi kuichukua. Na ndivyo hivyo sisi yalivyojitokeza mambo kama hayo tuliyoyataja, ili tulazimu sisi tupige magoti, tuchuchumae, tuombe radhi, basi tukubali kuyasogeza mashindano hayo, imradi tu ile brandi ya Ashabul Kahfi, ile brandi ya mashindano ya Qur'ani, ile brandi ya Qur'ani, ile brandi ya wale wadau wetu wote wanayetufuatilia na kutupenda na kutusapoti, na wale wadau masponsa, tuende nao sambamba. Tukaona haina budi kwamba sisi tuungane na wadau wetu, tusogeze mbele haya mashindano. Kwa hiyo nukta tunaizungumzia, mashindano yapo, yamesogezwa mbele. Kwa hiyo kitendo cha kusogezwa mbele sio kitendo ambacho ni cha aibu, sio kitendo ni cha fedheha, sio kitendo ambacho ni kibaya, kwa sababu jambo lenyewe ni la Qur'ani. Ingekuwa tumesogeza mbele singeli, hapo watu tungesema inakuwaje. Lakini hii ni Qur'ani na tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, masiku bado yapo. Kwa hiyo tukasema hakuna budi katika namna hiyo tuweze kuyasogeza mbele, imradi yameridhiwa na yameshauriwa na wadau wetu. Kwa hiyo nukta ya mwisho, tunajenga imani kwa wapenzi wetu, wadau wote wa Qur'ani. Tunasema ya kwamba jambo hili bado lipo, jambo hili ni la kwenu, jambo hili mmelishika nyie, na kama mnavyoona sponsor hawa bado wapo, na bado tunasema kwa Kiswahili cha kimjini, tunatamba nao. Kwa hiyo jambo hili lipo. Kwa hiyo tunatia imani katika nyoyo za Watanzania, tunatia imani katika nyoyo za Waislamu, tunatia imani katika wadau wote wa Qur'ani, wakiwemo wazazi, wanafunzi, washiriki na watu mbalimbali. Kwa hiyo mashindano haya yapo na yataendelea kuwepo kwa utaufiki ya Allah tabaraka wa taala, na yataendelea kung'ara kama yanavyoonekana kung'ara siku zote. Kwa hiyo tukasema katika hili lazima tulizungumzie, kwa sababu sisi ndio wenyewe wenye mkoa wao katika mashindano ya Qur'ani, lazima tujisemee wenyewe, na sisi ndio wasemaji wakuu. Kama ilivyo kwenye BAKWATA, msemaji mkuu ni mufti, katika serikali msemaji mkuu ni Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo katika kila namna kuna usemaji, na sisi kama mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam, sisi ndio wasemaji wenyewe. Kwa hiyo yakisemwa mengine tofauti na haya tunayoyasema sisi, hao sio wasemaji, hao ni wapambe ambao wanaungana na sisi katika kusema. Lakini usemaji ambao ni wa halali, usemaji ambao unakubalika, ni huu ambao tupo nao leo katika conference hii ya nyie watu wa media ambao mmejitokeza kuja kusikiliza na kuja kuona namna gani jambo litakaloenda. Hitimisho kwa nafasi yangu mimi kama mwenyekiti, watu wengine wanasema ile kama kafu tashbihu, watu wasipende kuitumia, aende mtu direct kusema mwenyekiti.
lakini tunaweza tukatumia. Nikisema mwenyekiti wa taasisi ya Ashabul Kahfi Haruna Mustafa Mbese, hili jambo ambalo tayari tumelitia media kuja kulizungumzia ni jambo kubwa sana, kama tulivyosema ni jambo la kimkoa. Kwa hiyo upokeaji wake lazima uwe makini sana katika namna ambayo mwasilishaji amewasilisha na namna gani mapokeo yatakavyokuwa. Lakini kutokana na ile usogezwaji mbele wa mashindano tulivyosogeza mbele na jamii ilivyopokea, tunaamini kabisa hata hivi leo ambayo tumewaita waandishi kufikisha habari hii kwa wanajamii, mapokeo yatakuwa ni mazuri kabisa, na tunatarajia kwamba siku hiyo tutakayeitangaza hapa kupitia katibu wangu kutafurika. Na tuseme kabisa tunakuja kivingine. Semgwao, tunakuja kivingine. Naona hapa Azam TV wapo. Ichukueni hii Azam TV na media zote hapa. Naona watu wamekamilika na tuko live. Na watu wa magazeti wapo hapa. Tunakuja kivingine. Na tunataka kusema kuahirisha kwetu, kusogeza mbele kwetu kulikuwa kuna baraka kubwa sana. Kwa nini? Miongoni mwa mambo ambayo tutakuja kuyaonyesha siku hiyo, watu watasema kweli Ashabul Kahfi walikuwa wana haki ya kusikiliza wadau wao kusogeza mbele hayo mashindano. Tuna surprise nyingi sana, lakini hasa walimu wa madrasa tunaenda kuwafuta machozi walimu wa madrasa. Takbiri. Tunaenda kuwafuta nini? Machozi walimu wa madrasa. Tunataka kuwahakikishia na kumwomba Allah Tabaraka wa Taala atuwezeshe katika hili ambalo tumeridhamiria kwenda kulifanya. Tumepata sponsor kubwa sana na wadau wametukubali, ikiwemo mdau mkubwa wa Rajai Foundation, taasisi makini sana, taasisi kubwa sana ambayo mwakilishi kapanda ndege jana na kaingia hapa. Leo tunaye hapa ndani ya conference hii, na atasema yeye kama mdhamini mkuu wa haya mashindano ya 11 kutoka Singida ya Rajai Foundation. Kwa hiyo tunasema tutaenda kufanya kitu kikubwa, na atasema yatafanyika wapi mratibu hapa, kwa sababu kitu kinachoenda kufanyika katika huo ukumbi, picha ninazo hapa. Sehemu gani nikikuonyesha na nyie utasema kweli mna haki kusikiliza wadau wenu na kuyasogeza mbele. Nisichukue muda mrefu sana kwa sababu hii ni conference. Hatuhitaji kufanya kama mawaidha au kufanya nini, ni habari tu umma ujue kitu gani kinaendelea, ilitokea nini, kuna nini na nini kitaendelea. Ni mambo matatu: kulitokea nini, kiko nini sasa hivi na kitu gani kitaendelea. Kwa hiyo mimi nimejaribu kueleza hayo na nadhani ameeleweka. Basi nisichukue muda mrefu sana, sasa nimpishe katibu wa kamati kuu ya mashindano aweze kujitambulisha na aweze kutoa sasa uelekeo mzima wa haya mashindano yatakuwaje na itakuwa ni nini na nini. Na nashukuru sana kwa kunisikiliza waandishi wa habari. Naomba kuwasilisha maudhui hii, na sasa nimkaribishe katibu wangu aendelee na kipengele hicho.